mwenzako au unatosha jino na wewe unatosha jino. Ndio Musa, jino kwa jino, jicho kwa jicho. Haleluya. Ndio wakati dhambi zilikuwa na gharama, maana ikiwezekana kwamba ndani ya Israeli wamaskini hawakuwa nasamehewa sana kwa sababu hawakuwa na kulipa sana. Ndio. Yawezekana kwamba ndani ya Israeli mlikuwa wenye makosa yao ilikuwa haisamehewaki. Juu hakuna najiwa, hakuna nabuku, hakuna nabobe. Maana nimefanya dhambi nasema tu mimi maana kufanya nini? Nikukufa. Ndio kisoma kitabu ile ya Luka sura hii mstari wa 18. Yesu anasema roho ya Bwana ni juu yangu kwa sababu amenitia mafuta niwahubiri masikini habari njema. Na kama Israeli walilipa gharama ya dhambi, walilipa kwa kumwogopa Mungu au kwa kuogopa sheria za Musa? Maana walilipa gharama ya dhambi, walilipa juu ya kuogopa sheria lakini hawakulipa juu ya kuogopa Mungu. Sasa Yesu Kristo alipokuja kuhubiri wa masikini habari njema, ile magharama ya dhambi kulipa njiwa haiko, kulipa mbuzi haiko. Amefika kwenye msalaba akasema yote imekwisha. Sema amen, kwa sababu na wewe yako imekwisha. Umasikini yeye iko nayo. Na mchango wa $1 kwa kushinda kanisa. Kama kwambia kusandi yako ni $1 sana $40. Lakini na gharama ya wokovu, unacheza na wokovu na uko ndani ya kanisa. Haujui nani kufuata hiyo msalaba aliweza kusema. Unaweza kuendelea kanisa Mungu kanisa. Hawezi shangaa mtu akakataa kufanya contribution ya $1, anaenda invite mifungo ya makombe kwa mabaya. Ushaka kuendelea wapi?